scriptures we have not read about Jesus Christ. While Jesus Christ was riding the donkey, going to the city of Jerusalem, from Nazareth of Galilee, those clapping and those crosses on the road, and the branches of trees on the road, for a donkey or for the king. Then you don't understand and agree with me. Sometimes people are clapping for you, not because of you. The book of Matthew chapter 21. Yes, verse 6, 11. Why Jesus Christ used the donkey? Unajua naweza nikauliza swali, kwa nini Yesu alitumia punda? Why not horses? Kwa nini sio farasi? It was to fulfill the prophetic word. Ilikuwa ni kwa ajili ya kulitimiza neno la kinabii. Symbolize humility and peace. Kuweza kuwakilisha unyenyekevu pamoja na amani. And connect with the common people. Na kuweza kujiungamanisha na watu walio wa kawaida. And we know that Jesus Christ, he was a very humble man. Na kama tunavyojua Yesu Kristo alikuwa mtu mnyenyekevu sana. The Lord of peace. Alikuwa na amani. So he wanted peace. Kwa hiyo alitaka amani. In the book of Zechariah, na katika kitabu cha Zekaria, chapter 9 verse 9. Ile sura ya 9 mstari wa 9. Okay, we can read there. Rejoice greatly, O daughter of Zion. Shout out of Jerusalem, lo, your king comes to you, righteous and having salvation is he. Humble and riding on a donkey. We can see that was the prophetic word. Tunaona katika huu mstari ilikuwa ni na neno la kinabii. The book of Isaiah, prophet. Tukisoma katika kitabu cha nabii Isaya, he prophesied alitabiri that the king shall be born. Mfalme atazaliwa. So when you see something happening in the world, ukiona kitu kinatokea duniani, it's not a new thing. Sio kwamba tu ni kitu cha kipya. The one who is despised today, yule unayemchukia hivi leo, is carrying your destiny. Amebeba hatima yako. The second point. Lakini jambo la pili, the value of a donkey. Ile thamani ya punda, it was because of the king. Ilikuwa ni kwa sababu ya mfalme. Not because of the donkey. Lakini sio kwa sababu tu yeye ni punda wa kawaida. When I was reading these scriptures, nilipokuwa nikisoma haya maandiko, I took a time to discuss myself. Nilichukua muda nikazungumza na mimi mwenyewe. About a donkey. Kuhusu huyo punda. About a donkey. Kuhusu punda. Hallelujah. I was asking a question, a lot of questions. Nilikuwa najiuliza maswali mengi sana. If that donkey, kama huyu punda, after reach in Jerusalem city, baada ya kufika Jerusalem, after the mission of Jesus Christ, baada ya ile kazi ya Yesu alivyoenda naye, the work of donkey was ended there. Kwamba kazi ya yule punda iliishia pale. So I'm just thinking. Kwa hiyo ninawaza, after that work, baada ya ile kazi, maybe a donkey tried to come back to the city of Galilee. Labda yule punda alijaribu kurudi katika mji wa Galilaya. And the donkey wanted to pass through the same way. Na yule punda alitaka kupita katika njia ile ile. Because there is something different happening there. Kwa sababu kitu cha tofauti kilitokea pale. Never seen it. Ambaye hajawahi kutoka. Never experienced it. Hajawahi kupitia. No one put the clothes on the road. Hakuna ambaye shaka nguo kwenye barabara. Even branches. Hata matawi. While the donkey was walking, wakati yule punda akitembea, and seeing around left and right, akitazama kushoto na kulia, left and right, kushoto na kulia, to see the people, kuona wale watu, how will you clap again for a donkey, kwamba watampigia tena makofi yule punda, to see on the road, kuona katika barabara, what is going on, nini kinaendelea, what is there, nini kipo. But unfortunately, lakini kwa bahati mbaya, the donkey didn't see anything on the road. Yule punda hakuona chochote kwenye barabara. The donkey wondered. Yule punda what is happening? Nini kinatokea? I don't know. Mbona sielewi? And the people were so busy. Na watu walikuwa wamekumbwa na mambo mengi ya dunia. They are doing their own things. Wanafanya mambo yao binafsi. If a donkey can speak, kama punda anaweza kuongea, maybe he can ask a question. Angeweza kuuliza swali. Are you not seeing me? Kwamba hamnioni. I'm walking here. Jamani, ninapita mimi. I'm walking again in this way. Kwenye hii barabara. Why are you clapping for me? Kwa nini hamnipigi makofi? Why so busy with your business? Mko mna kazi zenu tu mnashughulika. Hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah. But a donkey didn't know. Lakini yule punda hakujua. That my hand. Kwamba thamani yangu. This hand. Hii thamani. The clapping. Makofi. The singing. Kuimba. Was not for me. Haikuwa yangu. But for the king on my back. Lakini kwa yule mfalme. For the king on my back. Yule mfalme on my back. Hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah. The one you despise today. Yule unayemchukia siku he is carrying your destiny. Amebeba ile hatima yako. Many people are clapping for you. Labda watu wanakupigia makofi. People are singing a good song for you. Watu wanaimba nyimbo nzuri kwa people speaking a good news for you. Watu wanaongea habari njema. People are honoring you. Watu wanakuheshimu. Not because of you. Sio kwa sababu yako. Not because of your education. Sio kwa sababu ya elimu yako. Not because of your family. Sio kwa sababu ya familia yako. Not because of your background. Sio
mbuzi, goats, kondoo increased. waliongezeka Double. mara mbili, Double. mara mbili. Got twins. Walipata mapacha. Hallelujah, hallelujah. Because of the favor in someone. Kwa sababu ya ile kibali. You are favored in Jesus' mighty name. The grace of God is upon you in Jesus' mighty name. And my request to God, that He may increase in you the favor of God. Wherever you go, wherever you do touch, in business, in your family. Maybe you are not respected in your family. But from today, I'm praying for it. The favor of the Lord may be upon you. Wherever you go, wherever you be, in the business, in your office, in your family, your children, and everything you touch. In Jesus' mighty name, we have the supernatural power from above. Hallelujah. Don't despise for yourself. Don't ignore for yourself. Understand that we have the power of God. Don't despise for yourself. Because some people, they don't understand you. You are in the family. They don't know that the success in the family is because of you. The peace in the family is because of you. Maybe your siblings, they don't know. Your people don't know that you are favored by God. But you have a grace from above. You have a grace from the name of Jesus Christ. And you are there for the purpose of the Lord. Hallelujah, hallelujah. We are favored, my brethren. The favor of God is upon us. We are living here. We are preaching here. In this area. On this land. But people, they don't understand. But now they are building their houses. Why this year? Why this year? Not the last year. Not why now? Because of the favor of the church. The favor and grace which is upon the church. They must respect us. They must respect us. Hallelujah, hallelujah. Because we have come here to redeem them. So we are the redeemer in this land. Wherever you are a redeemer. Wherever you are a redeemer. The favor of God go with you. The favor of God go with you. Hallelujah, hallelujah. Book of 2 Kings. Tunaweza kuona katika kitabu cha Wafalme wa Pili. Yeah, talking about the Shunammite woman. Yakiongelea kuhusu yule mwanamke Mshunami. Shunammite woman. Yule mwanamke Mshunami. We can see something there. I learned something there. Na mimi nilijifunza kitu pale. Hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah. That woman was a talented woman. Yule mwanamke alikuwa ni mwanamke mwenye kipaji. Wise woman. Mwanamke mwenye busara. Why? Kwa nini? Because she knew something about the man he was passing there. Kwa sababu alijua kwamba kuna kitu kwa yule mwanaume aliyekuwa akipita pale. Always prophet Elisha was passing there. Wakati mwingi nabii Elia alikuwa akipita pale. Going to the prayer mountain. Akienda katika mlima wa maombi and coming back. Na kurudi. And one day, lakini siku moja the Shunammite woman yule mwanamke Mshunami came to understand alikuja na kuelewa that this man kwamba huyu mtu is not a normal person. Sio mtu wa kawaida. He has something. Ana kitu. He is carrying my destiny. Amebeba hatima yangu. You know, she was a barren woman. Alikuwa ni mwanamke tasa. So for a long time, kwa hiyo kwa muda mrefu sana, he wanted to see someone to bless her. Alikuwa anatarajia na kutegemea mtu afike na kumbariki. Say to the husband. Alimwambia mume wake. My husband. Mume wangu. This man huyu mwanaume is not a normal person. Allow me to prepare a room for him. Ninatamani uniruhusu niweze kuandaa chumba kwa ajili yake. And the husband na yule allowed her. Akamkubali. After inviting him, na baada ya kumleta mtumishi wa Mungu, something changed in the house. Mambo yalibadilika. Because of the favor on him. Kwa sababu ya kile kibali juu yake. The value of someone. Thamani ya mtu. Not because he is having something. Sio kwa sababu anakuwa na kitu. Not because of money. Sio kwa sababu ya pesa. The value of somebody or a person. Thamani ya mtu. It is because of the grace of God. Ni kwa sababu ya kile kibali na neema ya Mungu. In him or her. Ndani yake. Hallelujah, hallelujah. Hallelujah. What I'm trying to say here. Ninachojaribu kusema hapa. She didn't know that he's carrying the destiny. Hakujua kwamba ameibeba hatima. But after to invite him, lakini baada ya kumwalika, he received alipokea baby. Hallelujah, hallelujah. Don't fight with someone who is carrying your destiny. Pambane na mtu aliyebeba hatima. And you lose
the chosen man, chosen person.